asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Muda wetu unaenda kupoteza tena muda. Na wasalimu wote kwa jina la Yesu I Kristo. greet you all in Jesus' name. Amen. Amen. Ambao wako nje tuingie kwa sababu ya ibada yetu, tunaona muda unaenda. For those who are outside, please make your way in. Amen. Sababu tuko hapa kwa kumsifu Mungu na kumwabudu na kusikia maneno yake pia. Amen. We're here to praise God and to listen to His words. Sitawatosha leo I'm not taking much of your time today sababu muda wetu unaenda na jasho ni mingi. because our time is out and it's hot. Najitahidi kuwa mfupi zaidi. I'll try my best to be short. Ningetamani unitege masikio yako I would like you to pay attention and give me upate ears kusikia maneno ya Mungu. so you can listen to the word of God. Amen. Amen. Ningetamani unitege masikio yako upate kusikia Mungu atasema na wewe nini jioni ya I leo. want you to pay attention and hear what God has for you this afternoon. Kama tuko hapa leo ni kwa neema ya Mungu tu. If we're here today, it's by God's grace. Hatuko hapa juu nilipenda tukue hapa. We're not here because I wanted for you to be here. Ama hatuko hapa juu mchungaji alipenda tukue hapa. We're not here because Pastor said so. Tuko hapa sababu Mungu tu alipenda tukue hapa We're jioni ya here leo. because God has allowed us to be here. Amen. Amen. Namshukuru Mungu sababu Mungu ni mwema. I thank God because He's wonderful. Namshukuru Mungu kwa sababu mpaka leo nipo. I thank God because today I'm still here. Kwa sababu kwa nguvu zangu na akili zangu singekuwa leo nilivyo. With all my will or my wish, I wouldn't be here today. Lakini niko kwa sababu Mungu alipenda. But I'm here because God has allowed me to be here. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mungu ni mwema zaidi katika maisha yetu. God is wonderful in our lives. Ndio maana tunamwita Mungu wa milele. That's why we call Him a forever God. Tunamwita Bwana wa majeshi. We call Him Amen. Amen. Na Mungu ni jeshi kabisa. And God is an army. Amen. Amen. Unajua kwenye kijeshi, You know, in an army, mkuu atakwambia fanya hiki. when the commander says do this, Hawezi mwambia usitaweza, anapenda uanze ushindwe lakini ulianza. you cannot say I cannot do it. It's better. Haleluya. Njoo Mungu wetu naye jinsi alivyo. And that's how our God is. Neno ambalo tutazungumza jioni ya leo, The word that we're going to share this afternoon, sababu tena ilikuwa nipange ilikuwa ndefu, lakini kwa sababu ya muda wetu kwa tutazungumza tena. because the topic that I had is very long, but because of our time, Amen. we won't touch it anymore. Ili ni wachoshe, kuna watu wanasemaga fulani anakawiaga sana, hata leo ndakuwa mfupi I zaidi. don't want to take your time, so you'll be saying someone takes a lot of time. Now, I'll be short today. Amen. Amen. Tutazungumza kusikia sauti ya Mungu. We're going to talk about listening to the voice of God. Kusikia sauti ya Mungu inakuja njia tofauti. To hear the voice of God comes in different ways. Tunaona sikia sauti ya Mungu kupitia watumishi wa Mungu. There's some people who hear the voice of God through the servant of God. Kuna wengine wanasikia sauti ya Mungu kupitia nyimbo. There's some people who hear the voice of God through songs. Kuna wengine wanasikia sauti ya Mungu kupitia neno la Mungu. And there's also people who hear the voice Na kuna wengine wanasikia sauti ya Mungu kupitia hata ndoto. There's some people also who hear the word of God through Inatokana na jinsi Mungu anazungumza na mwanadamu. That's how God wants to speak to you. Haleluya. Say amen. Tunasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza tutashuka. Bwana akamwambia Ibrahim, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Hapa tunamwona Mungu anamtokea Ibrahim, anamwambia toka katika nchi yako. So here we've seen God speaking to Abraham and told him to leave his city. Tunamwambia Mungu akifika kama jeshi. And we're talking God as an army. Ibrahim akamwambia unanipeleka wapi? Abraham didn't ask where you taking me, God. Akamwambia Mungu kwa nini unanitoa hapa? He didn't ask what God. Lakini alisikia sauti ambayo Mungu anamwambia toka na But he akatoka. heard the voice of God telling him to leave. Amen. Akamwambia wewe mpaka mahali nitakuonyesha. And he said, go away, if I will show you, I will ask you to go. Kwa kizazi cha leo Ibrahim kwa miaka ambayo alikuwa
walikuwa nayo To this generation, ni of vigumu humans, zaidi, it's very hard. kwa sababu hatujui kusikia Mungu anasema ndani ya maisha We yetu. don't know to hear what God is saying. Sababu Ibrahim alikuwa anajua ni Mungu ndio Because anazungumza, Abraham knew God was talking. alitoka And he left mpaka kwa Mungu alimuonesha. until where God showed him to go. Amen. Say amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kuna mtu ambaye alikuwa Msamaria mmoja, There was a good Samaritan, alikuwa na gonjwa wa ukoma, alikuwa anaitwa Naamani. and he was sick ukoma, and he was called by Naaman. Ukoma ulimsumbua zaidi kwa miaka mingi, The sickness of ukoma had him for na alikuwa mtu mkubwa zaidi, alikuwa na He cheo. was a very respected man. Kwa sababu ya ukoma, ile cheo yake ilikuwa haina nguvu zaidi. Because of the sickness ukoma, Kuna mwanamke mmoja akamwambia, kuna nabii katika nchi yetu and there was a lady told him there's a pastor ambaye anataka kusaidia who zaidi. will be there to help you. Yule mtu amule na amana akaja ambala Elisha hapo. And then when Naaman came where Elijah was, Elisha akamwambia nitupe kwenye maji mara 7. and Elisha told him you have to go deep into the water. Wakati aliangalia ufupi ambao Elisha alikuwa nao, And then when he see the height of Elisha, akaangalia na yeye jinsi alivyo, look at himself, yaani akili zake zikumpatia kumheshimu Elisha and zaidi. his mind didn't Lakini sababu Elisha alikuwa na roho wa Mungu, because Elisha was a servant of God. haleluya, Say amen. akamwambia jipige mara 7 ndani ya Yordani. To dip yourself 7 times in this water. Naamani akaangalia, yaani akasikia sauti ya Elisha, kujua kama ni sauti ya Mungu. And Naaman saw that and he could hear Elisha's voice and not God's voice. Amen. Amen. Sauti ya mtumishi wa Mungu ni sauti ya Mungu. The voice of a servant of God is the voice of God. Naamani akadharau, akasema hapana, maji haya ni machafu. And Naaman ignored it and said, it's very dirty water here. Wakamwambia kitupe ndani utapona. And he said, dip yourself inside and you will Haleluya. live. Mungu anatumia kama jeshi. God is there as an army. Mungu akakwambia fanya hiki mara 3, ukifanya mara 2 na nusu tayari umeshashindwa. If God said, do this 3 times, if you do 2 times and half, you have failed. Tuko pamoja. Are we together? Tuko pamoja. Are we together? Mungu akikwambia uende mara 5, ukienda mara 4 na nusu tayari umeshashindwa. God says, go 5 times. If you go 4 times and half, you Mungu fail. akikwambia amka saa 6, ukaamka saa 5, umeshashindwa tayari. God asks you, woke up at 12 p.m. or 12 Kama a.m. ukiamka saa 7 na dakika 1 tayari umeshashindwa. Amen. Say amen. Mungu wetu ni jeshi, Our God is an army. na pili kusikia sauti yake na kusikia alisema nini. So you have to listen. Usiposikia vizuri na usoza wazee walikudanganya If you don't pay attention, you think they lied to you just because you didn't listen. Amen. Naamani akadharau, And Naaman ignored it. akawazia eti kwa sababu Elisha anasema, And he thought because Elisha speaking, akamwona Elisha akashindwa kumwona Mungu and he saw aliyekaja Elisha. Elisha instead of seeing God. Amen. Amen. Kumbe kujua kama kuna sauti ambayo kunasema ndani ya He Elisha. didn't know that there's a special voice speaking inside Elisha. Akasema acha nijitupe kwa sababu alisema. And he said, oh, let me just dip myself. Mara ya kwanza akajitupa akatoka, mbona siponi? First time he dipped himself, he said, how come I'm not healed? Mara ya pili akajitupa, mbona siponi? He dipped himself second time and he still Hallelujah. said, why I'm not healed? Mungu atumiki kama mwanadamu, akasema kila siku. Mungu anatumika kama Mungu. God doesn't work like a humankind. God works Mungu as God. anatumika kama Mungu. God works as God. Mungu akikwambia kitu kama ukipuuzia, Mungu anatumia kama ni yeye. If God tells you something and if you ignore it, He works as Watu wote ni wake, all people are His, na najua kila mtu anaweza kumtumikisha. and He knows how to use each and every one. Amen. Say amen. Na mara ilikuwa mara ya pili, mara ya 3, And Naaman dipped himself 3 times, mara ya 4, 4th times, mara ya 5, 5th times, akaona haponi. and he still sees it's not healed. Akili zake zilimtuma ya kuwa huyu jamaa alimdanganya. And his thought and his mind telling him, this guy lied to me. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Say amen. Sikia sauti ya Mungu, kwenda kuwa makini usikia To sauti ya listen to Mungu. the voice of God, you have to be careful. Unajua si wanadamu tuna tabia
ya kusikia maneno ya watu walisema nini. You know, as men, we always like listening to what people say. Amen. Sasa ndio nikahubiri sasa watu watasikia. Right now I might be preaching and people won't listen. Lakini kwa mtaani nikisema neno tu kidogo na ushakuwa naiweka mwaka mzima. But if I'm on the street, if I speak one word, people will Nikimwambia ulikuwa unaongelea nini leo hata tu if you ask someone what you just spoke about today, they won't take it. Lakini hapa kuna watu ambao wana neno ambao ninaongeaga 2023. But there's people here who have words that I spoke in 2023. Hallelujah. Say amen. Lakini mtu nikwambia sasa niko na tebe gani ajui. If you ask someone right now, what's the title we talking about right now, they don't know. Amen. Fanya leo mtu onewa kama watu walisikia. Is anyone listening? Amen. Say amen. Unajua kusikia sauti ya Mungu ndipo anatoka ufungulifu. You know, listening the word of God, it comes the Ibrahim angesikia sauti kisha asiende angepanda kwa baba wa imani. Abraham could hear the voice of God obey. Mungu alimwambia toka naye akatoka. Ndio Mungu anataka. Because he heard the voice leave and he left. That's what God wants. Amen. Kwa dunia leo tunayo sasa leo. For the world that we live in today, Ukamwona tena Mungu akiongea kisa alikuwa anaongea do sana. not see again God speaking like before. Kwa leo Mungu anaongea kwenye neno lake. Right now God speaks through His Unapokuwa word. ukisoma neno la Mungu unasikia sauti ya Mungu. You might be reading the word of God and you could hear the voice Waibaji of wa God. kipo unasikia unasema hii neno ambalo mwimbaji aliimba ni neno yangu. When the singer singing, you could pick some word and say, "These are mine." Tuko pamoja. Are we together? Amen. Say amen. Au utasikia tena kwa kisha aliambia Ibrahim toka Mungu akushukia. Hapana. Now hear God's voice again. Dunia leo sio hivyo tena. Kwa sababu maovu imeongezeka na Mungu amebadilisha mfumo. Generation of day has changed and everything has changed. Hallelujah. Amen. Mungu anaongea kupitia neno lake. God speak through His words. Kwa sababu hatuna wana masikio lakini wasikii. The Bible says they have ears but they cannot hear. Lakini kitu cha kutamania jioni ya leo, But one thing I want to tell you is usikuwe miongoni ya wale ambao wanasema wana masikio na watasikia. don't be among those people who have Ningetamani ears and masikio cannot yetu listen. sio masikio ya kusikia maneno ya Mungu You zaidi. should have ears that will listen to the word of Sababu God iko na ufungulifu. because there is the deliverance in it. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na mwana alikuwa mara ya sita, And Naaman dipped himself for the sixth mara ya time. saba alipotoka ndani ya maji, And when he's going for the ngozi seventh yake time, he ilikuwa kama came ya out. mtoto mdogo And zaidi. his skin was healed and become like a baby skin. Haleluya. Amen. Akataka kuonesha ya kuwa ana utajiri, And he wanted to show that akataka kuonesha ya kuwa na kila kitu, anataka he wanted kutolea to show Mungu that sadaka. he has everything and he wants to give to God. Kisha akamwambia Mungu atukigisi wewe unawazia. And Elisha told God doesn't Akamwambia get the chukua way you vilamu think. vyote upeleke urudie. All your wealth, take it. Leo utukufu wa Mungu umepotea kanisa sababu watumishi wa Mungu wanapenda kuchukua sana sadaka. Today there's no glory of God because all the pastors are taking Unajua offerings. ile sadaka Elisha angechukua kuna kitu angepungukiwa. You know if Elisha could take that offering, there will be something missing in you. Amen. Say amen. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Amen. Amen. Mwalimu wangu kuna mahali anaenda omba. One of my teachers was a place where he went to pray, Wakapatia sadaka. and they gave him offering. Mwenzake walikuwa wanaikula ile pesa akasema hii pesa siwezi nikaiacha. And the person they were with, he saw the money. Roho akamwambia hiyo pesa msiichukue. And he said, "No, don't take the money." Mwenzake akamwambia ile ni roho ya umaskini. And the other one said, "You have a poverty heart." Mwenzake akamwambia mimi siwezi nikachukua. And the other one said, "I'm not taking this." Yule ambaye alichukua mpaka sasa maisha yake ni ya hovyo hovyo. And that person who took that Na yule roho ambaye alikuwa anataka ndani yake alitoka. Kwa sababu kuna sadaka ambayo kuna kitu kama utakiwa kuchukua kama mtumishi. There's some offering, there's something you as a servant of God you cannot take. Wakati Elisha alikataa Gehazi akachukua. When Elisha, refused the offering, Hallelujah. he took the offering. Yule kilimtokea Gehazi ni nini? And asked now what happened to Gehazi. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Praise the Lord. Kusikia sauti ya Mungu ufungulifu unatoka kwa mwanadamu. Listening to the word of the voice of God, there's a deliverance for you. Kwa makini na kusikia nini Mungu You need to anasema. be careful, Lord, when God is speaking. Tukue makini tujue Mungu anazungumza ndani ya We maisha need yetu. to pay attention to hear what God wants us to do. Usikutapata mwanadamu alisema. You shouldn't be following what other people say.
Sababu yeye ana ufunguo Mwenyezi Mungu peke yake. Because the person of the key is only God. Amen. 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 Ndio nikasema leo, lakini kama Mungu hajasema ni bure. I can speak today, but if God hasn't spoken, it's nothing. Kuna mtu anaweza kukwambia utakufa mwaka kesho, lakini Mungu anakuongeza miaka 15. Some people they must say you die tomorrow, and God is still adding 15 more Watu years. wanasema hautafanikiwa, lakini Mungu ametaisha mafanikio. Some people they must say you never have wealth, but God is there and knows you. Tatizo wanadamu tunakuwa na maneno ya kusikia zaidi kuliko kusikia maneno ya Mungu. A lot of people, you pay attention a lot to the word of human instead of the word of God. Amen. Leo tunataka kuambia hautalaamka leo. Oh, someone might tell you, you might not wake up today. Hautalaamka kesho. You will not wake up tomorrow. Lakini mtu ambaye kuambia Mungu amekuongeza unasema bado Mungu. But if the servant of God say God has added to you, be like, that man is very rich. He said, I'm not and you forgot to know that God is the only God. Amen. Amen. Hata wanadamu waseme kama Mungu hajasema ni bure. Even if people say, but if God hasn't spoken. Daudi akasema mtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. David saw it, ambao usisingi kamwe wakati mbele the mountain that is shake forever. Yerusalemu sikukao mwite sikwana Just like a mountain of Jerusalem surrounds wanadamu waseme aje kuna neno ambalo Mungu anyhow, but God has the fantasy. Wanadamu walisema nini? Even the human was saying, you have to listen to only God. Amen. Mtu nami mbele kuaga na adui. Sio kama unavijua hiyo. Nami mbele kuaga na adui. Even pregnancy has an enemy. Amen. Amen. Tunataka kama utazaa. There's some people there, let's see if you give birth. Nikisema Mungu, But there's God. ni daktari mkubwa. God is doctor of the doctors. Amen. Na ukisha mtu anajifungua kwa usalama. And you find someone has given birth in peaceful. Bwana sifiwe sana. Amen. Wanadamu wasipitishe. May people not scare you. Tatizo tunasikia sana maneno kuliko kusikia neno la Mungu. And the problem is we listen to what people say instead of the word of God. Ayubu anasema mjue sana Mungu ili upate kufanikiwa. Job said that you have to know Kumjua God Mungu more ni so you kusikia can be maneno blessed. yake zaidi. And to know God more is to listen to His words. Kumjua Mungu zaidi na usikie maneno yake. Those who believe in God and you don't listen to His Kumjua words, Mungu zaidi na usome neno lake. you cannot know God and not read His Kumjua word. Mungu zaidi na umuombe. You cannot know God and you don't pray. Kumjua Mungu zaidi na usikie nyimbo za kumsifu. You cannot know God and you don't listen to the song of praise. Kumjua Mungu zaidi. If you know God more. Amen. Amen. Bwana tusaidie sana. May God help us. Tuko pamoja. Are we together? Tuko pamoja. Are we together? Acha mikono juu. Raise your hands. Tunaweza kuambia hii mwaka utaumaliza. There's some people that might tell you you won't finish this year. Utaogopa zaidi. And you get scared a lot. Hata mtumishi wa Mungu ambaye umefunguliwa akili zako zinakumbuka kile Mungu alikwambia. Even if the pastor will tell you you're delivered, by your brain, your mind is still thinking of what you were told. Amen. Say amen. Najua Daudi, You know David ni mtu ambaye alipakaliwa mafuta kwa muda mrefu. is a person who was anointed for a long time. Lakini ile mafuta ambayo alipakaliwa sema itumikishe. But that oil that was anointed for him to use it. Amen. Amen. Mafuta ambayo Daudi alipakaliwa kwa mfalme, kusema ikifika kipindi anatumikisha. For the oil that David was anointed to use for him to become a king. Ilipeleka muda mrefu sana. It took him a lot of Alipitia matatizo mengi and zaidi. he went through a lot of Alipitia majaribu mengi he zaidi. went through a lot of temptations. Alipitia vitisho He mpaka went through a lot of ingekuwa storms. na roho wa Mungu angekata tamaa. If he didn't have the Holy Spirit in him, he could have Sauli died. alimwinda kumuua mpaka Saul hunted him to kill him until the end.
Mungu ni Mungu, but because God is God. sababu Mungu akisema ndio hakuna wezaye kupinga. God says yes, nobody can say Mungu no. alimwambia Daudi atakuwa mfalme. Because God has said, David, you'll be a king. Sauli alimuwinda, lakini kwa sababu Mungu alimwambia him, but because God was with David. Acha nikwambie jioni ya leo, Let me tell you this afternoon, kila neno ambalo Mungu anataka katika maisha yako, every word that God has put in your life, hautakufa utaiona. you will not die until you see it. Na kama unakufa utaiona, maana si Mungu alizungumza. And if you die and you didn't see it, which means it's not God that's spoken. Tuko pamoja. Together. Kama Mungu alisema nitakubariki, if God says that I'm going to bless you, ukakufa utaona ile baraka. you will not die until you see the blessing. Mungu alizungumza. Just know that kama ni Mungu aliongea, nani utaionea baraka? Spoken, you must be able to share. Pastor Robestai, wakati kama ni kuna nabii ambaye atakuwa mchungaji. Maybe there was a prophet that told Pastor one day, unatafuta kupita miaka karibu na 12. if you ask now that prophet, maybe leo ni 5 years ago. Sababu Mungu alisema, now he's a pastor because God has said so. Tuko pamoja. Are we together? Hata papite miaka kama ni Mungu alizungumza itatimia. Doesn't matter with the long time, the years will pass, will still come to pass. Amen. Amen. Na Daudi alikuwa mfalme sababu Mungu ndiye alikuwa amempaka mafuta. And David became king because God anointed him. Amen. Amen. Tusiogope na wanadamu, tumuogope Mungu. Don't be afraid with the word of humans, be afraid of the word of God. Yesu akasema msiogope wanaoua mwili bali muogope yule anayeua roho. Jesus said, don't be afraid for those who kill the body, be afraid who kills the heart. Tunasikia maneno ya Mungu yanasema You have to listen to the word of God and what it says. tunasikia sauti ya Mungu inaongea. You have to listen to the voice of God. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Say amen. 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 Neno hili likae kwenu na kwangu na Mungu atubariki. This word, amen. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Let's put hands together for the men of God. Let's put hands together for the men of God. Amen, amen. I need an interpreter here, please, because I want to continue with this English. I need an interpreter. Interpreter, God bless you. You speak Swahili? I need someone to speak Swahili here, please. Thank you. God bless you. Amen, amen. Amen, amen. Now, you guys are not saying amen, proper amen. Amen, amen. Amen. Put your hands together for the men of God. What do we say for the men of God? Kiingereza yangu amesikia hata. Amen, amen. Niko naongea Kiingereza wengine hawasikii. Mnasikia?